kwa namna moja ama nyingine. Maana ninachojua ni kwamba Mungu hajatuacha hai ama hajatuacha wazima kwa sababu ya matendo yetu kwamba yalikuwa mema sana mbele zake. Hapana, lakini Mungu kama ni kutuacha hai ama kutuacha wazima, ametuacha kwa ajili ya rehema zake nyingi alizonazo juu ya maisha yetu. Na si wote kwamba wale ambao walipatwa na mambo mabaya kwamba wao walikuwa na dhambi kuliko sisi ama kuliko mimi na wewe, lakini ninachosema ni kwamba Mungu ametuacha kwa ajili ya rehema zake nyingi na huruma zake nyingi alizonazo juu ya maisha yetu. Na ninachojua ni kwamba hakuna kitu chochote ambacho Mungu anakifanya kwa bahati mbaya, lakini kila kitu ama kila jambo analifanya kwa ajili ya makusudi yake ya milele alionayo juu ya maisha yetu. Maana bado mawazo yake Mungu ni mazuri sana juu ya maisha yetu. Ndio maana mwenyewe amesema kwenye kitabu cha Isaya kwamba maana mawazo yake Mungu anasema yapo juu sana kuliko mawazo yetu. Na anasema mawazo hayo ambayo yapo juu sana, anasema ni mawazo ya kutupa tumaini letu katika siku za mwisho. Ni mawazo ya kutusaidia ya sisi kutaka tupatikane ama tuonekane katika njia ya Mungu. Lakini siku zote kama nilivyosema mwanzo kwamba hakuna jambo ambalo Mungu analifanya kwa bahati mbaya kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya mtu. Kwa jambo lote ambalo linatokea, jambo lote baya ambalo linatokea kwenye maisha ya mtu mwingine ama jema ambalo linatokea kwenye maisha ya mtu mwingine, muda mwingine kwa namna moja ama kwa sura moja ama nyingine linakuwa ni fundisho kwa ajili ya kunifundisha mimi ama kunionya mimi. Ndio maana Biblia iliyoandika mahali fulani kasema kwamba mema na mabaya yote ambayo yaliandikwa kwenye Biblia yaliandikwa kwa ajili ya kunihamasisha mimi na wewe. Kama ni mabaya ambayo yaliandikwa kwenye Biblia yaliandikwa kwa ajili ya kunionya mimi na wewe. Lakini kama ni mema ambayo yaliandikwa kwenye Biblia yaliandikwa kwa ajili ya kunihamasisha mimi na wewe kwamba tufanye mema, tutende matendo mema. Ndio maana Biblia inasema kwamba maana hakuna jipya chini ya jua. Maana yote yaliyoko sasa yaliwahi kufanyika huko nyuma. Sasa pointi yangu ni kwamba watu wa Mungu ni kwamba tunakumbushana kwa habari ya maneno ya Mungu ama neno la Mungu, kwamba tusisahau kwamba duniani tunapita. Na kama nilivyosema kwamba kama kuna jambo ambalo Mungu au ambalo limetokea kwenye maisha mtu mwingine, ndio mwingine ni fundisho kwamba linaweza likatokea kwangu pia. Tusisahau kama ni vijana, kama kina baba, kwa kuwa maandiko yamesema kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 ule mstari wa 1, anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Na alivyosema kwamba siku za ujana wako haina maana kwamba anaongea na kijana ama anaongea na vijana peke yao, lakini anaongea na nafsi na moyo wa kila mtu. Maana yake awe ni baba, awe ni mama, awe ni mzee, awe ni kijana, anamkumbusha kwamba mkumbuke Muumba wako ingali bado ni mzima, una nguvu zote. Unaona yani mkumbuke Mungu wako katika kipindi ambacho unaona hauna changamoto yote. Huenda kipindi kile kibaya ambacho kinaweza kikatokea ama kikaja kwenye maisha yako, Mungu anaweza akakutetea ama akakusaidia. Maana maandiko anasema kwamba maana pandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ni bora zaidi kwenye maisha yako katika mambo yote na vitu vyote ambavyo unashughulika navyo, mambo yote ya kimaisha ambayo unapambana nayo, katika kazi zako zote, kuishi kwako, baba wako wote, umama wako wote. Usisahau kwamba bado yupo Mungu kwenye maisha yetu. Na ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia ule mlango wa 9 nadhani mstari wa 21 anasema ajisifue, anasema mtu yote asijisifu kwa sababu ya chochote alicho nacho. Anasema bali mtu ambaye atajisifia, anasema na ajisifu kwa kuwa ananifahamu mimi, asema Bwana. Maana yake anasema kwamba kwa kuwa ananifahamu mimi. Kumfahamu Mungu sio kwa maneno tu, lakini ni kwa matendo yako ama maisha yako.
ulionayo kwenye maisha yako, kwa sababu hauwezi kusema unamjua Mungu ama unampenda Mungu ingali bado haufanyi hayo ya Mungu ama haufanyi mapenzi ya Mungu. Lakini utaonekana unampenda Mungu sana kwa maisha yako, kwa matendo yako, kwa tabia zako, kwa mwenendo wako unaobeba maisha yako yote kwa jumla. Watu wa Mungu, fanya mema kwa kuwa ni kwa ajili yako. Ni kwa ajili yako na ni kwa faida yako. Ndio maana Daudi aliwahi kusema mahali fulani kwamba tangu nikiwa kijana mpaka sasa nimeshakuwa mzee, sijawahi ona mwenye haki ameacha wala uzao wake ukiomba chakula barabarani, ukiwa muhitaji kwa namna moja ama nyingine. Kwa sura gani? Kwa nini mtu alisema maneno kama hayo? Manake ni mtu ambaye alionekana katika njia ya haki, alifanya kila alilojua kwamba ni jema, ni tendo jema ambalo kwa maisha hayo yakazaa uheri, yakazaa baraka, ambayo hata walipokuja kuwa wazee wakasema kwamba tangu nikiwa kijana mpaka sasa nimeshakuwa mzee. Mtu wa Mungu, fanya mema. Haujui kesho yako, haujui baada yako itakuwaje. Tulilala siku ya jana tukajikuta tumeshafika siku ya leo ambayo ni Jumamosi, ambayo saizi ni saa mbili kama sikosei ndio dakika kadhaa. Hatukujua hapa katikati tulivolala usiku wa jana wa kuamkia Jumamosi, hatukujua, tukashangaa tumeshafika Jumamosi kwa namna moja ama nyingine. Fanya mema kwa ajili yako. Mungu ni matendo mema na shetani ni matendo mabaya ambayo yanafanya na mtu yote ule. Hamna umana wa chochote ulichonacho kikusaidie kufanya vizuri. Chochote ulichonacho, kujivuna kwako, jivune. Usijivune kwa sababu ya ujana wako, usijivune kwa sababu wewe ni kijana, wewe ni binti unaitwa mrembo. Usijivune kwa sababu ya hicho ambacho wasema ni urembo, kwa kuwa hata wazee nao waliwahi kuwa rembo. Jivunie wewe kumcha Bwana, wewe kufanya mapenzi ya Mungu, makusudi ya Mungu, wewe kuonekana katika njia ya Mungu, katika njia ya haki, ambayo maisha yako yote, ujana wako wote, ubinti wako wote, ubaba wako wote, uzee wako wote, hautakuja kuwa na namna zozote za majuto kwenye maisha yako. Lakini kama utaonekana katika njia mbaya, basi namna za majuto zitakuwa pamoja na wewe, bila kujalisha kwamba mtume amekutabiria baraka za aina gani. Tunakumbushana nini? Tunakumbushana kwamba watu wa Mungu tusijisahau. Duniani tunapita. Wale wote waliokufa, kama nilivyosema mwanzo kabisa, kwamba si wote kwamba walikuwa na matendo mabaya sana. Hapana, na wenyewe walikuwa na mipango kama ulionayo wewe ama nilionayo mimi. Walikuwa na mipango mizuri sana, lakini leo hawapo, hatupo nao. Lakini leo hatupo nao. Wapo kule ambako wapo, lakini wapo kule nini? Wapo kule waliko kwa namna gani? Kwa yale ambayo wamefanya, kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Ufunuo, yanasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao, yatakuwa pamoja nao. Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni hukumu, ambacho kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake, si sawa na kanisa lake ama dini yake, lakini kila mtu atasimama mbele za Mungu, atatoa hesabu ya maisha yake aliyoishi duniani. Kwa wale ambao walifanya matendo mema kwa ajili ya ufufuo wa haki, kwa ajili ya ufufuo wa haki, lakini kwa wale ambao walitenda mambo mabaya kwa ajili ya ufufuo na hukumu. Tusijisahau, duniani tunapita. Ujana ulionao, nguvu ulizonazo, ambazo muda mwingine zinakusaidia kuzini, kufanya umalaya na kufanya mambo mengine hapa na pale, hizo nguvu ulizonazo ni vema zaidi, ni vizuri zaidi ungezitumia kwa Mungu kutenda matendo mema. Asanteni kwa kunisikiza. Basi tuwe na safari njema. Amen.